mtawala mwadilifu, kumheshimu na kumtukuza huyo mtawala mwadilifu ni sehemu ya kumtukuza Allah. Na hapo wanaeleza ulama, tunaposema kumheshimu mtawala aliyemwadilifu, haina maana kwamba maneno haya yanahalalisha uasi kwa mtawala aliyekuwa dhalim alfasik, la, bali mtawala aliyekuwa dhalim au aliyekuwa fasik, mtawala muovu, dhalimu, dikteta, mwagaji wa damu, safah, mtawala akiwa katika kiwango hicho ni mtawala muovu, na mtu fasik katika Uislamu hapendwi, anachukiwa. Kwa hivyo zitabakia zile chuki katika nyoyo zetu kwamba Allah anajua huyu mtawala hatumpendi kwa sababu ya uovu wake, na tunamuomba Allah atutoshe sisi na shari zake na atuletee mtawala badali aliyekuwa mwema mwadilifu. Tutamchukia lillahi rabbil alamin, hata kwa kiwango cha kulibakisha hilo kwenye nafsi zetu, lakini haitohalalika kufanya mapinduzi, kumwasi, kwa maana udhalimu wake uiondoshe moja kwa moja taa yake, ikawa sasa hatumsikilizi wala hatumtii kwa sababu tu labda ni mtu fasik, mtu mlevi mathalan, au mwizi, mtawala fisadi, ikawa kwa sababu mambo haya sisi hatumsikilizi, tunamfanyia uasi. La, fasaka, waovu katika watawala wa Kiislamu wanachukiwa kwa sababu ya uovu wao, lakini watu hawafanyi khuruji, watu hawafanyi uasi wakawapindua, hapana. Bali hata mtawala anapokuwa kafir, hadithi ya Ubada ibn Samit imeeleza masharti ya kumpindua mtawala kafiri, illa an taraw kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan, msikilize mtawala na umtii katika hali zote, ila mtakapoiona kufuru ya wazi, mtapoona kwa mtawala wenu ukafiri wa wazi kabisa, ambapo mna hoja za wazi wazi katika ukafiri huo mbele ya Mola wenu, kwamba hata ukisimamishwa una ushahidi kwamba jambo hili ni kufuru, jambo hili ni shirki, kwa aya kadha, kwa hadithi kadha, una hoja. Hii ni sababu ya kufanya watu kumuondosha mtawala wao na kumleta mwingine akifanya ukafiri, sio ufasiki, lakini hilo nalo limewekewa masharti. Ile risala tuliitaja katika darasa ya manhaj iliyopita, katika darasa zetu za wakati wa dhuhur, wajibu al-alaqa baina al-hakim wal-mahkum cha al-allama ibn Baz, kaeleza pale masharti ya kumng'oa madarakani mtawala kafiri. Sharti la kwanza, muwe mna quwwa, muwe mna nguvu kama nguvu yake au iliyomzidi, au nguvu ambayo mna yakini kwamba inaweza ikashinda nguvu yake. La kwanza hilo, baada ya kuona wa ukafiri, muwe mna nguvu sasa. La pili, pamoja na nguvu zenu muwe mmeyachunga masalih na mafasi, muamini kwamba hili jambo litakuwa na maslahi makubwa zaidi kuliko mafsada, yani ala takrib, juu ya kuyatafakari mambo na kuyapimia mambo, na hapa ni kwa kuwashirikisha wenye uzoefu na wataalamu wa mambo. Lakini mambo yakipimwa ikaonekana madhara ni makubwa zaidi, kweli inawezekana tukamuondoa yule kafiri pale juu, lakini damu itamwagika sana, mali zitapotea, mji utavunjwa, utulivu utaondoka, mafsada ni makubwa. Basi mvumilieni huu wakati haujafika,
msikurupuke mkataka kumuondoa alafu madhara yakawa makubwa zaidi. Bali wanasema hata pale ambapo mtapopata asilimia chache tu, kwamba inawezekana kuna asilimia chache kama akashinda yeye walivyojipanga huyu na majeshi yake na watu wake, kuna kama asilimia 2 za kutushinda, pia mtulie. Haya yameelezwa kwa hoja zake na kwa mifano hai kwenye tawala mbalimbali za Kiislamu zilizotangulia, ambazo walikuwepo maulama wakubwa kabisa min ulamai sahaba wa tabi'in wa atba'i tabi'in. Sasa leo hatuyazingatia haya. Kikundi tu katika nchi mmepata magobori yenu mawili na guruneti moja, si ndio? Mnataka kupindua nchi. Watu wanapata madhara makubwa, nyinyi wenyewe mnadhurika, familia zenu, na pengine mkawaachia watu wengine matatizo. Ikawa watu sasa wanasakwa nyumba kwa nyumba, msikiti kwa msikiti, watu wanachukuliwa kwa sababu ya ujinga. Usicheze na mtawala.